Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba kabla sijaanza kusema maneno ya Mungu, pengine kwa wale ambao wana swali moja kwamba huyu ni nani, nilitoe kwanza hilo swali alafu tuendelee. Bwana asifiwe sana. Jina langu ni Tumaini Kabala. Ni moja ya watu ambao tuko mahali hapa tunamngoja Yesu. Ninamshukuru Mungu kwa neema hii ambayo amenipa leo, lakini pia ninamshukuru mchungaji na askofu wa jimbo letu la Kahama ambaye pia ameridhia niweze kusimama mbele ya madhabahu ya Bwana ili kuweza kuhudumia kundi lake. Lakini pia wazee wa kanisa, nikushukuru na wewe kwa sababu uko tayari na kuona kunisikiliza. Naomba umpe Bwana Yesu makofi mazuri kabisa na vigelegele. Bwana asifiwe. Lakini pia ninamshukuru Mungu. Katika maandiko kuna maandiko mengi yanasema mambo mengi, lakini moja ya kitu ambacho nilitamani kuweza kutii agizo la Mungu. Mungu alisema si vema mtu huyu aishi peke yake. Na mimi katika maisha yangu sijaona vema. Hivyo ninamshukuru Mungu kwa kuwa ni yeye aliyesema katika Methali pia, apataye mke apata kitu chema. Ninamshukuru Mungu nina mke mmoja mzuri. Haleluya. Wenye wivu tu ndio wapigagi makofi, hao tu. Ukishasema mzuri tu wanaanza mambo yao, lakini nikuhakishie ni mzuri kwangu. Na ndio maana nikamchagua akakubali kuchaguliwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini pia Mungu akaachilia baraka akasema enendeni mkaijaze. Na hilo nalo namshukuru Mungu na watoto kadhaa. Huwa sisemi ni wangapi kwa sababu safari bado inaendelea. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ninamshukuru Mungu sana, nina nafasi ya pekee, lakini pia ni nafasi ambayo ni kwa neema ya Mungu naipata, kwa sababu kusimama madhabahuni ni kwa neema ya Mungu. Wakati mwingine unaweza kuwa umehubiri sana, umesema sana, lakini pale ambapo unaambiwa sasa simama kwa ajili ya neno, ndipo hapo mambo mengi yanakuwa yanapita kichwani. Mistari unayo mingi sana, masomo unayo mengi sana, ila ni lipi ambalo Mungu anataka kwa siku hiyo aweze kusema na wewe unayesema, lakini pia na watu walioko mbele yako. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana na nanyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Ninaamini ya kwamba kila ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yetu kitatufaa kwa ajili ya maisha yetu na kuendelea kusonga mbele zaidi. Kwa hiyo tuwe tayari kuweza kusikiliza neno la Mungu ili tuweze kujengwa na kuendelea zaidi. Bwana asifiwe. Lakini pia na mimi namshukuru Mungu, naungana na watu wengine ambao wamemshukuru Mungu. Ni mwezi wa 11 sasa tuko mahali hapa. Kuna mwezi wa 10 ulipita. Tunamshukuru Mungu kwamba ametuvusha na tuko mahali hapa. Bwana asifiwe. Wakati nikitafakari, kuna msemo mmoja wanasema hakiba haiozi. Zamani nilikuwa nafikiri ni pesa, lakini nimekuja kugundua hivi karibuni mwezi uliopita kumbe pia akiba huwa haiozi ya mazoezi mbalimbali. Miaka ya zamani sana kwa nafanya mazoezi na namshukuru Mungu
Wakati nikiwa kijana nilikuwa nacheza namba 11 na nilikuwa nafanya mazoezi kwelikweli. Akiba haiozi. Mwezi uliopita, sitasema tarehe wala siku, Mungu alinisaidia pamoja na malaika zake. Niliweza kuruka senyenge na nikashuka, na kwa sababu akiba haiozi ikanisaidia, na mpaka leo sina ngeo. Haleluya! Katika Ufunuo unasema mwenye masikio na asikie. Uwe makini sana kusema hapa. Haleluya! Sasa baada ya kusema hivyo, ni jambo la kumshukuru Mungu kweli, na ni jambo zuri kwamba ametupa nafasi kuwepo mahali hapa ili kuweza kumwabudu, kwa sababu moja ya kitu ambacho Mungu anatamani mwanadamu aweze kukifanya, sababu ya mwanadamu kuwepo duniani, moja ya sababu ni kumwabudu yeye. Kwa tuko mahali hapa tunatimiza lile ambalo Mungu anatamani tuweze kulifanya katika maisha yetu. Na tunapoendelea kumwabudu Mungu, ndipo Mungu anaendelea kujidhihirisha katika maisha yetu na kuendelea kutenda mambo mbalimbali katika maisha yetu. Na kabla sijaenda mbele sana, ninaomba niseme kile ambacho Mungu anatamani leo aweze kusema na maisha yangu, lakini pia aweze kusema na maisha yako. Kitu ambacho Mungu anataka kusema nasi, na ndio kichwa cha somo cha leo: usikate tamaa kiasi cha kushindwa kusonga mbele. Usikate tamaa kiasi cha kushindwa kusonga mbele. Sasa baadaye utaelewa kwa nini nasema kiasi cha kushindwa. Lakini Mungu leo anatuambia tusikate tamaa kiasi cha kushindwa kusonga mbele katika maisha yetu. Na msingi wa somo letu unatoka Wafalme wa Kwanza sura ya 19. Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa kwanza, nitasoma mpaka mstari wa 10. Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa kwanza, nitasoma mpaka mstari wa 10. Neno la Mungu linasema: basi Ahabu akamwambia Yezebel habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebel akampelekea Eliya mjumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipo kufanya roho yako kesho. Panapo wakati huu kama roho ya mmojawapo wa hao. Naye alipoona hayo, aliondoka akaenda ahifadhi roho yake. Akafika Belisheba, mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu,
akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa. Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha akalala chini ya mretemu. Na tazama, malaika akamgusa, akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala, akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa, akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka, akala, akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Akafika kunako pango, akalala ndani yake. Na tazama, neno la Bwana likamjia, naye akamwambia, unafanya nini hapa, Eliya? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema usikate tamaa kiasi cha kushindwa kusonga mbele, kuendelea mbele. Tunaposema kukata tamaa, ni ile hali ya kukosa matumaini. Unakosa matumaini, hauoni tena matarajio mbele yako. Hiyo ni hali ya kukata tamaa. Lakini tunaposema pia kukata tamaa, ni ile hali ya kuvunjika moyo, hali ya kukosa nguvu ya kuendelea. Unapokosa nguvu ya kuendelea, hapo ndipo unakuwa katika ile hali ya kukata tamaa. Kwa sababu bila kuwa na nguvu hauwezi kutenda neno lolote, wala hauwezi kutenda jambo lolote. Kwa hiyo unapokosa nguvu ya kuendelea katika jambo lolote, liwe katika maisha ya kiroho, iwe katika utumishi wako, iwe katika utafutaji, iwe katika jambo lolote ambalo unatamani kuweza kulitenda, na una mahali ambapo unatamani kuweza kufika, lakini unakosa nguvu ya kuweza kuendelea. Maana yake unapokosa ile nguvu ya kuweza kuendelea, maana yake ni ile hali ambayo imekuja ya kukata tamaa. Unashindwa kusonga mbele, unashindwa kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio maana ya kukata tamaa. Hauna nguvu ya kuendelea, hauna nguvu ya kusonga mbele. Mtu huyo ukimkuta, ni kwamba ujue tayari hali ya kukata tamaa imeshampitia katika maisha yake. Lakini jambo hili usisahau, kila mmoja duniani anapitia hali ya kukata tamaa. Na naposema hali ya kukata tamaa, naposema kwamba kupitia hali ya kukata tamaa, maana yake tunapita. Sasa inategemea ukiwa katika hali ya kukata tamaa utatokaje. Kuna wengine wanafika katika hali ya kukata tamaa
ndio inakuwa ni mwisho wa maisha yao ya kiroho, ndio inakuwa ni mwisho wa maisha yao ya utumishi, ndio inakuwa ni mwisho wa maisha yao hata ya utafutaji, kwa sababu wamekata tamaa, anashindwa kuendelea. Lakini asubuhi ya leo ninayo habari njema ya kwamba usikate tamaa kiasi cha kushindwa kusonga mbele. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ni hali kila mmoja anaipitia, kila mmoja. Ili uweze kujua ya kwamba ni kila mmoja anaipitia hali hii, tumesoma maandiko matakatifu katika Wafalme hii ya kwanza, sura hii ya 19 na mstari wa kwanza mpaka wa 10. Tunakutana habari moja ya mtumishi wa Bwana ambaye ni nabii Elia. Huyu ni nabii Elia ambaye alifanya kazi ya Mungu vizuri, ambaye Mungu alimtumia kwa viwango vikubwa. Sina mashaka na nabii Elia. Nadhani na ni imani yangu pia na wewe hauna mashaka. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya yale ambayo unafahamu nabii Elia aliyoyafanya. Alifanya mambo makubwa. Mungu alimtumia kwa viwango vikubwa huyu nabii Elia. Hata ukisoma habari ya nabii Elia, kabla ya jambo hili kuweza kutokea, alikuwa tayari ameshatenda jambo kubwa ambalo lilikuwa linaleta utukufu mbele za Bwana. Watu walikengeuka, wakamwacha Mungu wa kweli, wakaanza kumwabudu Mungu asiye wa kweli. Na watu walikuwa na sita katika mawazo mawili. Kama vile Wakristo wakati mwingine unakuwa kanisani, lakini unakuwa una sita katika mawazo mawili, ya kwamba hivi Mungu anaweza kunisaidia katika hili, au nitafute njia nyingine ambayo naweza kusaidika. Una sita katika mawazo mawili. Sasa watu wa mji ule walisita katika mawazo mawili. Wengine wanataka kumwabudu Mungu wa Baali, lakini Elia anatamani wamwabudu Mungu wa Israeli aliyezifanya mbingu na nchi, Mungu ambaye ndiye mtetezi wao. Lakini bado hali hiyo watu hawakuelewa. Na ndipo nabii Elia akaagiza watu waje ili waweze kuona ni Mungu yupi anafanya na kutenda. Ndipo akaagiza waweze kufanya tendo moja. Mungu yule atakayejibu kwa moto ndiye Mungu yule ambaye anastahili kuabudiwa. Baada ya kuwa wametengeneza madhabahu, wale ambao walikuwa wanamwabudu Mungu Baali, manabii 450, wakaanza kumuita Mungu wao, lakini hakuitika. Wakaanza kumuita Mungu wao, lakini hakuitika. Ikafika mahali wakaanza hata kujichanja, kujikatakata, ili damu tu itoke Mungu wao wafurahi. Na nabii Elia wakati anawaangalia, Biblia inasema akawadhihaki kidogo. Akasema, hebu kazaneni bwana, chocheeni moto, kwa sababu yamkini Mungu wenu amesafiri, anatembea. Yawezekana Mungu wenu amelala, sharti amshwe. Wakaanza kumwamsha kweli. Sasa hiyo alikuwa anasema kwa lugha ama nini sielewi, lakini wakaanza kumwamsha. Mungu akutokea. Na baada ya jambo hilo akamwambia, sasa naomba mnikaribie mimi. Akatengeneza madhabahu, na baada ya kutengeneza madhabahu sema, ninaomba sasa mawe 12. Akasema, wekeni madhabahu hii sawa kabisa, na mweke sadaka juu ya kuni. Alafu baadaye wekeni mapipa 4, ongezeni tena mapipa 4, ongezeni tena mapipa 4, yakawa 12. Sema sasa, ndipo kwa nasoma Elia wala kuomba moto. Alisema tu huku kwamba Mungu atakayejibu kwa moto. Lakini ndo maneno aliyoyasema. Anasema, Mungu na ijulikane ya kwamba uko Mungu wa Israeli, na ya kwamba mimi ni mtumishi wako, na ya kwamba ninayatenda mambo haya kwa neno lako. Haleluya! Haleluya!
Na baada ya kusema hivyo, moto ukashuka kutoka mbinguni. Baada ya jambo hilo kutokea, wakajua kumbe Mungu wa Elia ndiye anayestahili kuabudiwa na kusujudiwa. Shalom Temple, Mungu tunayemwabudu ni Mungu aliye hai, ni Mungu anayetenda, ni Mungu anayefanya, ni Mungu anayejibu, na ni Mungu ambaye ni mtetezi wetu wakati wote. Hakuna haja ya kukata tamaa kiasi cha kushindwa kusonga mbele. Wewe songa mbele, kwa sababu tunaye Mungu muweza wa yote katika maisha yetu. Yeye halali wala hasinzii, yuko pamoja nasi. Haleluya! Haleluya! Mungu wetu ni wa pekee. Baada ya hapo Ahabu akaenda kumwambia Yezebeli mambo yaliyotokea, kwa sababu Elia aliagiza manabii wote wakamatwe. Na baada ya hapo akawaua manabii wote 450, akawaua. Baada ya Ahabu akamwambia Yezebeli mambo yaliyotokea. Yezebeli akatuma mjumbe kwamba akamwambia Elia jinsi ambavyo amefanya, basi miungu yake Yezebeli ifanye hivyo kesho pia. Ule ujumbe baada ya Elia kuupata, ndipo tunaona Elia akaamua kukimbia, akamwacha mtumishi wake ambaye bila shaka ni Elisha. Akaondoka, akaenda chini ya mletem, na baada ya hapo akajiombea roho yake itoke. Sasa kwa nini nakwambia kila mtu anapitia hali ya kukata tamaa? Hiyo tu ni hali ambayo Elia alipitia, kukata tamaa. Na ndio maana kwa sababu alipitia hali hiyo, kwa hali ya kawaida mtu huwezi kujiombea kufa. kama unapiga msosi vizuri, amani ipo, mambo yanaenda vizuri, haiwezekani. Yaani uko kwenye kochi safi, uko kwenye V8, IC ndani ya kutosha, nyama choma sio kwamba unaenda paka magengeni, iko ndani, halafu unaweza kusema uniombee ufe. Haiwezekani. Haiwezekani. Sawa, niangalieni kama vile watu ambao kwa kweli ni wastaarabu sana, hawataki kushangilia, lakini naomba mtushangilie tu Bwana ili mtie moyo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hali ya kawaida haiwezekani. Hauwezi kujiombea kufa wakati mambo yanaenda vizuri. Haiwezekani. Ninamshukuru Mungu, nina miaka 25 sasa nimeokoka. Na huwa na sita sana kusema nimeokoka 2000, kwa sababu kuna misemo inapita hapa duniani ambayo inakuwa ni hatari sana. Mwenye masikio na fahamu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa hivi dunia ya leo unakuwa makini sana kwenye misemo, kwa sababu imechakachuliwa. Mimi ni mwalimu pia by professional. Nafundisha watoto siku moja, nafundisha English. Nafundisha watoto siku moja. Naambia jamani, fulani, unajua watoto wengine ni wavuta bangi na nini. Fulani yuko wapi? Akaniambia yule ameshaenda na mshangazi. Nikasema sasa kwa nini mnamharibu? Kwa nini mnaharibu jina la watu? Kwa nini msisema ameenda na shangazi yake? Wakacheka. Sasa wakati wanacheka mimi nashangaa. So kwa nini hao wanaharibu majina ya watu? Kwa nini wasiseme ameenda na shangazi yake? Baadaye kabidi nianze kufuatilia. Nilipokuja kujua, sisemi tena. Haleluya. Haleluya. Kwa wakati huu kwa kweli tuna nyakati ambazo inahitaji kuwa makini sana. Makini sana.
Na wakati mwingine nilikuwa natafakari, kweli Mungu atusaidie. Kuna kipindi kimoja niliona clip moja, kuna mtu ameenda kwa mganga wa kienyeji, yuko serious. Alafu mtu mmoja akasema, unaona jinsi ambavyo wenzetu wanafanya ibada. Akauliza, je, huyu mtu kwa usiliasi huu anaweza akachezea simu? Wasema haiwezekani. Sasa akawa tu challenge kidogo warokore. Wakati mwingine kwenye ibada simu zinaanza kuwa ni ibada tena. Haleluya. Sema tu amina ya nguvu. Haleluya. 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 Kuna wakati mmoja nilikuwa nimekaa pale, kuna kijana mmoja alipata tabu sana. Mimi naona uwepo wa Bwana, nguvu ya Bwana inashuka. Askofu anasema zama mpaka kilindini. Lakini kwa bahati nzuri sio ni mbaya, unajua wakati unaomba wakati mwingine unaweza ukaangalia hivi, si ndio? Naangalia kijana yuko kwenye Facebook. Nikamwambia, wewe acha. Alafu nikaendelea. Haleluya, Bwana nisaidie. Sasa kama alinichukia ni yeye, lakini mimi ujumbe ulifanya nini? Ulifika. Kwa sababu wakati mwingine fahamu zetu, akili zetu na mawazo yetu yanakuwa yanarubuniwa na vitu vingine. Nikisoma maandiko matakatifu katika Matendo ya Mitume ni kwamba wale mitume walipoambiwa kaeni Yerusalemu mpaka pale ambapo mtashukiwa na Roho Mtakatifu, katika ibada yao walikuwa wakimsifu Mungu, wakimuinua Mungu, wakimtukuza Mungu, ndipo Roho wa Bwana alishuka. Sijasoma kwenye Biblia walikuwa wanacheza na Facebook. Kwa ule utulivu ndio ulifanya Roho wa Bwana afanye. Kama Roho wa Bwana asingekuwa na utaratibu, angewaambia nendeni masokoni mkahamee nyanya na kila kitu. Roho wa Bwana atawakuta kule kule. Nafikiri ingekuwa fujo. Lakini akamwambia tulieni wapi? Na Yerusalemu yetu iko mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kama umeathiriwa na simu wakati wa ibada, ni wakati wa kupona. Na wewe mwenyewe uliomba Mungu tusaidie tupate ujumbe siku ya Jumapili. Ujumbe ndio huo pia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Huyo nabii Elia akajiombea kufa. Baadaye malaika wa Bwana akaenda akamwambia inuka ule. Baadaye akaanza kula. Alipokula nabii Elia tena akarudi kulala. Biblia inasema hivyo, si ndio Akarudi kulala. Na baada ya hapo tena akaambiwa inuka ule, maana safari bado unayo ni ndefu. Nataka nikwambie mtumishi wa Bwana uliyeko mahali hapa, inuka katika imani yako. Msikilize Mungu katika maisha yako. Muangalie Mungu katika maisha yako. Uwe na chakula cha kiroho cha kutosha katika maisha yako, kwa sababu safari bado inaendelea. Biblia inasema ya kwamba duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu pamoja na mambo yake yote, lakini jipeni moyo. Inuka ule, maana safari bado inaendelea. Inuka ule. Usikate tamaa kiasi cha kushindwa kusonga mbele. Nimechaguliwa form 1. Baadaye nikamshirikisha mwanakwaya mwenzangu. Nikamwambia, Mungu ni mwema, nimefaulu, ninaenda. Neno leo niambia paka leo nalikumbuka. Ni miaka hiyo sasa. Hivi na wewe utaweza? Alafu ni mwanakwaya mwenzangu. Nikasema nitaweza. Nimeenda hiyo form 1, Yesu akanidaka. Mwalimu wangu wa nidhamu alipoona ninaendekeza sana mambo ya kirokore, nimechemka. Ninahubiri wanafunzi wenzangu, nawaambia habari njema. Baadaye moto ukafika mpaka kwa mwalimu wa nidhamu. Akasema huyu Kabala ni nani? Siku moja akanifuata, alikuwa amelewa. Akaniambia, kijana, acha mambo ya kijinga, hautafika mbali.
Nikamwambia ila sikumwambia, nimwambia tu rohoni. So unajua mwalimu wa nidhamu anaweza kukubadilishia adhabu, si ndio? Akasema umemtukana wakati unampa mafungu ya Biblia. Nikajua kwamba kumbe msalaba ni upuzi kwa wale wanaofanya nini? Wanaopotea. Lakini mimi ni nguvu. Nikasema haiwezekani. Ndio nikapamba moto. Wengine wanatoroka kwenda kutafuta vitu vingine, mimi nikawa natoroka kwenda kuhubiri. Bwana asifiwe sana. Na baada ya hapo nafuata cheti changu kizuri, akanikumbusha, kumbe unaendelea na wokovu. Nikasema yes, ninaendelea na wokovu kwa sababu Mungu amenipigania na kunitia nguvu na kuniwezesha. Sikukatishwa tamaa. Niliamua kusonga mbele. Sikukatishwa tamaa kiasi. Ndio maana nimesema kiasi. Kwa sababu mambo mengi yanatokea duniani. Jambo lolote kwa wakati wowote. Ili jambo, huu msemo niliupata mwezi wa 10. Wakati nimefika nyumbani nimetulia usiku, kaja msemo huu, jambo lolote wakati wowote linaweza likatokea. Haleluya. Haleluya. Sasa nikwambie, jambo lolote wakati wowote linaweza likatokea katika maisha yako. Watu mwingine wao wanaweza kusema, mimi niko salama, sijakata tamaa, mbona mimi sio wa hivyo? Nataka nikwambie, jambo lolote wakati wote linaweza likatokea. Sasa kula chakula hiki cha kiroho, usikate tamaa kiasi cha kushindwa kusonga mbele. Wewe songa mbele. Wakati wowote, muda wowote. Elia kwani alijua kwamba atatumiwa mjumbe. Tena Biblia inasema akatumiwa mjumbe. Akatumiwa nini? Kumwambia. Na baada ya kusikia maneno hayo, akakimbia. Hakutaka tena kuendelea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tumeona nabii Elia alipitia jambo hili. Kwa hiyo alipita. Takueleza alivuka namna gani. Kuna neno ambalo alisema hapa nabii Elia ndio lilimvusha. Hakukaa hapo tu alipoambiwa ainuke, akarudi tena, akaambiwa tena ainuke, akala, akaenda kwa siku 40, akaenda tena akatafuta pango fulani, akalala kule. Bado Mungu akamfuatilia tena, akamwambia ainuka wewe, bado safari ni naendelea. Unajua Mungu wetu anatupenda sana. Yaani wakati wote, muda wote anakuwa pamoja na sisi. Hata kama dunia wakati wote, muda wote, jambo lote linaweza kutokea, basi wakati wote, muda wote Mungu yuko pamoja na sisi. Tuwe tumelala, tumesinzia, tunasafiri, tuwe mahala popote, Mungu bado yuko pamoja na sisi. Na maana Mungu anasema sitawaacha yatima. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu mpe Bwana Yesu makofi mazuri na vigeregele. Nabii Elia, Mungu alimsaidia, alimpa maelekezo mbalimbali kule mbele ukisoma. Na ni kwa sababu alimshirikisha Mungu kile anachopitia. Na ndipo Mungu akaendelea kumsaidia na kumpigania. Sasa yoyote na kuonyesha mtu yoyote anaweza kupita katika hali ya kukata tamaa. Kumbe kukata tamaa ni hali tu inayokujia. Lakini sio kituo kikubwa. Ni hali tu inayokujia. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Kumbe tunapita. Kumbe tunafanya nini? Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitafanya nini? Kumbe tunapita. Mimi nipo kwenye kupita. Tunapita. Kukata tamaa ni hali ya kupita. Na wakati mwingine unaweza kukata tamaa, labda umefilisika ghafla, unakata tamaa, unakosa nguvu ya kuendelea. Ni mkulima umetumia milioni 4, alafu inarudi 19,000. Unaweza kukosa nguvu, kata tamaa. Hao yote yametupata, lakini bado tunasonga mbele.
ni mfanyabiashara, mambo yameenda kombo, hayaeleweki, usikate tamaa. Wewe songa mbele. Kuna mambo mengi yanatokea. Kuna vifo vinatokea. Kuna ajali zinatokea. Lakini wewe songa mbele. Usikate tamaa kiasi cha kushindwa. Yaani utapita tu. Lakini usikate tamaa, haujafika hapo. Bado kuna safari inaendelea. Elia anaambiwa na malaika kula, kwa sababu safari bado ni ndefu. Na hapa leo tunakula chakula cha kiroho, kwa sababu safari bado ni ndefu. Hatuwezi kukata tamaa. Bwana asifiwe sana. Mwambie mwenzako usikate tamaa. Alafu muulize, mbona umekaa kama umekata tamaa, unataka kukimbia? Watu sasa hivi wakisikia tu hapa, usikate tamaa. Watu wamesha associate sauti, wameshawa condition. Unajua ukiumwa na nyoka sehemu, nyasi tu ikikugusa unahisi nyoka bado yupo. Lakini Mungu ni mwema, yuko pamoja nasi. Haleluya. Haleluya. Hebu tumuone mtu mmoja anaitwa Petro. Mtu mmoja anaitwa nani? Petro. Luka sura ile ya 5. Luka sura ile ya 5. Nimesema hii ni hali ambayo inaweza ikampata mtu yoyote, na wala usikate tamaa. Luka sura ile ya 5 na mstari wa 4 mpaka ule wa 5. Biblia inasema, hata alipokwisha kunena, aliwaambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Bwana asifiwe sana. Huyu ni Petro, na moja ya watu ambao walikuwa wakimuuliza sana Mungu maswali, ambaye ni Yesu Kristo aliyekuja kutukomboa, kwa sababu Yesu ni Mungu. Maswali mengi sana aliuliza, mambo mengi sana alitaka kujua. Lakini Petro kuna mahali alimfurahisha sana Yesu, wakati anajaribu kuuliza, hivi kule huko mtaani huko, hivi wananijua mimi kama nani? Unajua hili swali la tathmini ni kwamba Yesu alikuwa anatathmini, hivi watu wanamfahamu kwa namna gani? Na wewe ili uweze kupata tathmini, muulize tu mtu atakaye kuambia ukweli, hivi huko mtaani wananijua mimi kama nani? Watakwambia ukweli. Lakini Petro, wengine walijibu majibu mengi, kama wewe ni fulani fulani, lakini Petro akajibu akasema, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu. Alafu baada ya hapo Yesu akamwambia, sio damu na nyama, vitu hivi umefunuliwa na Mungu mwenyewe. Kumbe kufahamu mambo ya Mungu tunahitaji kufunuliwa na Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kumjua Mungu tunahitaji Mungu ajifunue kwetu, ndipo tutakapomjua. Sasa Petro anafika mahali, huyo alikuwa ni mvuvi, anavua samaki, mzoefu. Lakini siku moja anafika mahali hapati samaki. Alafu Yesu anakuja, anaongea nao. Alafu Yesu anamwambia, tweka mpaka kilindini. Sasa kabla ya kufanya hivyo, tunajua kama amefanya kazi ya kuchosha, kwa sababu alimwambia Yesu, nimefanya kazi ya kuchosha. Manake hana nguvu tena ya kuendelea kufanya kazi hiyo. Tunaelewana watu wa Mungu? Tunaelewana watu wa Mungu? Manake amekata tamaa ya kuendelea.
Kukata tamaa ni hali ambayo inamkumba kila mtu. Petro amekata tamaa. Anamwambia Yesu, nimefanya kazi ya kuchosha. Tena Petro jinsi alivyo, wala kumwambia Yesu ngoja nijaribu, ili ujue kwamba yani 100%. Unajua ukisema 100%, nakumbuka kipindi kile tunasoma physics. Ile totally immersed. Uzama kabisa. Sasa yeye 100% alikuwa hataki kufanya kazi hiyo. Lakini kuna kitu alisema, kwa neno. Sasa kuna mahali ambapo unaweza ukapita ukaona kabisa jambo hili haliwezekani. Jambo hili limefika mwisho katika maisha yangu. Utumishi nilio nao ndio umefika mwisho kabisa. Biashara nilio nayo ndio nimefika mwisho kabisa. Lakini Yesu anakuambia songa mbele. Ukisikia sauti ya kusonga mbele, wewe sema tu, kwa neno lako sasa Mungu nitasonga mbele. Alafu unaweka pembeni uwezo wako, akili zako, maarifa yako. Alafu unamwambia tu, kwa neno lako. Basi. Alafu unasonga mbele. Na kwa neno la Mungu, Petro alipotii sauti ya Mungu, akashusha mpaka vilindini. Jamaki, samaki walipatikana hawakupatikana? Walipatikana hawakupatikana? Lakini alikuwa amefanya kazi ya kuchosha. Lakini kwa neno la nani? La Mungu kafanya. Mfano wa mwisho wa kitu ambacho ni hali inayomtokea mtu yoyote. Twende kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Naomba tusome Luka sura ya 22. Luka sura ile ya 22 na mstari ule wa 40 na 2. Tuanze tuna mstari ule wa 40. Neno la Mungu linasema, alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Akapiga magoti akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki. Walakini si mapenzi yangu, bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu. Malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu. Unaweza kujiuliza, Yesu, Yesu kwa wana theolojia wanasema ni mwanadamu kamili alipokuja duniani, lakini pia ni Mungu 100%. Kwa nini ni mwanadamu kamili alipokuja duniani? Yesu alilia. Yesu aliona njaa. Hizo ni sifa ambazo zinaonyesha kwamba Yesu alikuwa ni mwanadamu kamili. Yesu alikuwa ni Mungu 100%. Alikuwa na sifa zake. Alikuwepo mahali pote kwa wakati mmoja. Hakuna mwanadamu ambaye yupo, yani upo hapa Shalom Temple, alafu tayari upo Igomelo, alafu uko tayari Masaki, alafu uko tayari Shinyanga, Meatu, upo tu wewe upo. Utakushangaa kidogo. Lakini yeye alikuwepo mahali pote kwa wakati mmoja. Haleluya! Hata hapa yupo. Haleluya! Shalom Temple yupo. Haleluya! Hata unapokuwa nyumbani yupo. Unapokuwa safarini yupo. Yeye mahala popote yupo. Ndio maana mtumishi mmoja aliimba miaka ya zamani, akapata ufunuo. Na mshangaa Bwana Yesu kila niendapo namkuta. Si ni ufunuo wetu
Yaani akakosa aimbe nini? Akakosa fanya nini? Aimbe nini? Akaisha tu hapo. Na mshangaa nani? Sawa, yuko sahihi, kwa sababu hata Biblia inasema matendo ya Mungu yanatisha kama nini? Sasa nini? Kwa hiyo maana yanatisha kulikweli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Matendo ya Mungu yanatisha kama nini? Sasa Yesu ni Mungu 100% kwa sababu ya sifa zake. Alafu sifa nyingine, anaweza yote. Alafu anajua yote. Hakuna mwanadamu ambaye anajua yote. Hakuna. Ndio maana hata walimu, kuna mwalimu wa Kiswahili, Kiingereza, physics, sio yote. Wewe ukija kuomba kazi, mimi bwana nimekuja kuomba kazi, najua masomo yote. Toka hapa uelewe unachokifanya. Unajua masomo yote wewe? Au mtu anakuja haleluya wana wa Mungu. Hata Mungu ana utaratibu, alitoa karama, si ndio? Kuna huduma, kuna karama. Mungu ni wa utaratibu. Wewe kuja mahali hapa Shalom Temple, Bwana asifiwe. Mimi ni huduma zote. Mimi ni nabii, ni mtume, mimi ni mchungaji, mimi ni mwinjilisti. Mimi bwana napiga gitaa besi. Mimi toka hapa. Usitupotoshe. Kuna jambo ambalo Mungu amekuita kwalo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kuna jambo ambalo Mungu amekuita kwalo. Hilo ndio ulifanye. Hilo ndio ulitende. Haleluya. 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 Ndio hilo jambo. Mimi nilipoa kupiga muziki zamani shule ya msingi kabisa. Baadaye wito ukaondoka huo. Nilikuwa napiga bezi. Mfupi namna hii. Niliwaambia siku niwafundisha Jumatano hapa, nilikuwa mwembamba, sio mwili kama huu, ni neema za Bwana. Kwa hiyo nilikuwa nimetulia. Piga bezi inavyounguruma tofauti na umri. Kwa hiyo ananitafuta ni nani huyo? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Baadaye nikatoka huko. Mpira niliacha primary, kupiga bezi nikaacha. Nikapenda sana injili. Haleluya. Na ndio nimesimama hapo sasa. Bwana asifiwe sana. Kwa kuimba zile kodi F ili nisaidia Mungu, kumbe alinipitisha ili anisaidie. Wanakwaya wanajua. Yaani mtu inapigwa key F sharp alafu akaimba E. Ni kama vile mtu ambaye amekula dagaa alafu akaweka na kalanga. Ladha inapotea kabisa. Wanakwaya tu ndio wanaweza kufahamu jambo hili. Kwa Mungu anisaidia kuniweka kwenye key. Kwa hiyo fahamu kidogo key. Hapa nimeimba key sawa, hapo. Nikaondoka na hicho tu sasa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Huyu Petro yeye alikuwa na kazi ya kuvua nini? Samaki. Kila mmoja alikuwa na kazi yake. Na Mungu, unajua Yesu alikuwa anatafuta watu ambao yaani alikuwa anageuza kila alichonacho anakigeuza. Ndio maana akamwambia sasa hautakuwa mvuvi wa nini? Wa samaki, utakuwa unavua nini? Watu. Kwa hiyo Mungu anatafuta tu, anaangalia ni kipi ulichonacho. Yawezekana umeenda njia sio sahihi ili akurudishe ufanye. Bwana asifiwe sana. Yaani ukiona ni mbea sana, wewe ujue ni mwinjilisti, acha umbea, anza kupiga injili. Umekosea tu njia. Ukiwa na uwezo wa kushawishi watu aidha wagome mambo ya Mungu na nini, na una uwezo kabisa, una uwezo ukisimama unaanza kushawishi, nenda kwenye uinjilisti ukashawishi watu waje kwa Yesu. Unachelewa. Ukiona una uwezo wa kukana watu ukamwambia tufanye 1 2 3 wakafanya, kumbe una uwezo wa kuongozi. Lakini ukiona watu wawili tu wanakushinda, tafuta kingine. Petro alikuwa na kazi maalum ya kuvua nini? Na Paulo wenyewe alikuwa anatengeneza matenti tu. Alikuwa na kazi ya kufanya. Lakini bado aliingiwa na hali ya kukata nini? Tamaa.
Lakini hakukata tamaa kiasi cha kushindwa kuendelea. Alipoambiwa kwamba tweka mpaka kilindini, akasema habari sasa ukata tamaa kivyake, kwa neno lako Mungu. Baadaye akatweka mpaka wapi? Kilindini. Alafu safari ikaendelea. Lakini kwa Yesu ambaye tuko hapo, kwa Yesu nifika mahali akaomba, Baba ikiwezekana kikombe hiki. Kwa nini nimesema Yesu alikuwa ni 100% mwanadamu alipokuja duniani, lakini pia 100% ni Mungu? Nataka nikuonyeshe hali ya kukata tamaa pia na yeye ilifanya nini? Kama binadamu aliona mateso yaliyoko mbele, aliona vipigo vilivyoko mbele, aliona mijeledi iliyoko mbele, akaona kazi hii sitaiweza. Akamwambia Mungu, ikiwezekana ninaomba kikombe hiki kiniepuke. Kwa sababu ni Yesu ambaye aliyaona mateso mbeleni, aliona adha ambazo zinakuja katika maisha yake, akaona katika ulimwengu wa roho kuna jambo linaenda kutokea zito ambalo hawezi. Akasema ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Akasema si mapenzi yangu, lakini mapenzi yako Baba yaweze kutimia. Yale mapenzi ya kumwokoa mwanadamu, yale mapenzi ya kumtoa mwanadamu kwenye giza na kumleta nuruni yaweze kutimia. Yale mapenzi ya kumuinua mwanadamu katika viwango vya juu yaweze kutimia. Lakini alisema ikiwezekana, maana kuna hali fulani aliyoipitia. Lakini baadaye akalejea, mapenzi yako yafanye nini? Hali ya kukata tamaa mtu yoyote anaweza kuwa nayo. Nimalizie mambo ya kuzingatia kufanya ili kushinda hali ya kukata tamaa. Tasema mambo kwa haraka tu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, usimuache Mungu. Unapokuwa katika hali ya kukata tamaa, usimuache Mungu katika maisha yako. Usimuache Mungu. Unapokuwa katika hali ya kukata tamaa, kwa sababu kukata tamaa ni hali tu ambayo inampitia kila mmoja. Jambo la msingi na la maana katika maisha yako, usije ukamuacha Mungu. Umekaa muda mrefu, haujafanikiwa, haujafika kiwango ambacho unatamani kuweza kufika. Imefika mahala unakosa nguvu ya kuendelea. Nataka nikwambie usimuache Mungu katika maisha yako. Elia hakumwacha Mungu. Alimshirikisha jambo analolipitia. Akamwambia Mungu, nimeona wivu, watu wamekengeuka, watu wamebomoa madhabahu yako. Ninakuomba Mungu uiondoe roho yangu. Alimuomba Mungu. Hakukimbia kujinyonga, lakini alimuomba Mungu. Maana Elia hakumwacha Mungu. Pamoja na hali aliyopitia, lakini hakumwacha Mungu. Aliendelea kumwamini Mungu. Aliendelea kumuomba Mungu. Na nimeandika mahali hapa, aliendelea kumshirikisha Mungu. Kwa sababu ile kusema ninaomba uiondoe roho yangu, maana yake alikuwa anamshirikisha Mungu kile anachopitia. Hatamani kuendelea tena, lakini hakumwacha Mungu. Katika maisha yako usimuache Mungu. Unapopita katika hali yoyote, kumbuka neno hili, usimuache Mungu. Hata kama utasahau kichwa cha somo hili katika maisha yako, jambo hili ondoka nalo. Mahala popote, katika hali yoyote, katika mazingira yoyote, usimuache Mungu. Usimuache Mungu katika maisha yako. Kwa sababu Mungu ndiyo msaada wako pekee. Yeye ndio atakuwa pamoja na wewe wakati wowote. Hivyo unapopita katika majaribu, unapopita katika hali ya kukata tamaa, usijaribu kumuacha Mungu. Endelea na Mungu. Uwe na Mungu katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, kujua kuwa kesho yako
inakutegemea wewe. Utasoma Wafalme wa pili sura ile ya 7 mstari wa 3 na mpaka ule 11. Utakuta wale wakoma wanne walifanya nini. Jambo la tatu la mwisho, shirikisha watu sahihi juu ya hali unayopitia. Watu sahihi, shirikisha watu sahihi. Watumishi wa Mungu, moja ya watu sahihi sisi wa Kristo wa mahali hapa ni mtumishi wa Mungu, mchungaji. Mshirikishe. Bwana asifiwe sana. Shirikisha watu sahihi. Kwa nini nasema watu sahihi? Wakristo wengi tumesaidiwa na marafiki zetu kuangamia na kupotea kwa sababu tunawashirikisha yale ambayo tumekata tamaa kwayo. Nikupe mfano mmoja. Hivi ukienda kwa mama yoyote aliyevunja mji, samahani kwa hilo, lakini tupone katika jina la Yesu. Halafu na wewe ukasikia hali ya kumwacha mume wako, halafu ukaenda kumwambia ni shauri shosti, atakushauri nini? Atakwambia ni ya hivyo hivyo, wewe hujagundua. Liache. Maana yake hapo umeshauri, yani umemshirikisha mtu asiye nini? Mtu ulikuwa na huduma nzuri, unaanza kuona kama vile hauna nguvu ya kuendelea tena. Halafu unaenda kwa mtu mmoja ambaye ameacha kwaya mwaka 1988. Alafu unamwambia, "Bwana vipi? Niendelee na kwaya nisiendelee?" Unafikiri atakwambiaje? Acha. Tafuta mtu sahihi. Kwa unapopita katika hali ya kukata tamaa, angalia mtu sahihi, shirikisha watu sahihi katika maisha yako. Alafu ili uweze kupata, ndio maana nimeanzia usimwache Mungu. Kwa sababu gani? Unapokuwa na Mungu, unapomuomba Mungu, Mungu anaanza kukuelekeza muone fulani. Bwana asifiwe sana. Lakini ukimwacha Mungu, nani atakuelekeza? Ndio maana nimeanza kwa pointi hii, usimwache Mungu. Unaposhirikisha watu, manake Mungu pia amekuongoza katika hilo. Bwana asifiwe sana. Ninaomba tusimame, muda wetu ni mzuri. Tumuombe Mungu.